Simamisha panapo nafsi. Bwana, unifadhili, maana katika dhiki jicho langu limenyauka kwa masumbufu. Naam, mwili wangu na nafsi yangu, maana maisha yangu yamekoma kwa huzuni, na miaka yangu kwa kuugua. Nguvu zangu zimetetemeka kwa ugofu wangu. Ni mifupa yangu imekauka kwa sababu ya watesi wangu. Nimekuwa laumu, naam, hasa kwa jirani zangu, na kitu cha kutisha kwa rafiki zangu. Hata marafiki zangu walioniona njiani walinikimbia. Nimesahauliwa kama mtu asiyekumbukwa. Nimekuwa kama chombo kilichovunjika, maana nimesikia misingizio ya wengi. Hofu ziko pande zote, waliposhauriana juu yangu, walifanya hila wauondoe uhai wangu. Lakini mimi nakutumainia wewe Bwana, nimesema wewe ndiye Mungu wangu. Nyakati zangu nzima mikononi mwako, nyakati zangu zimo mikononi mwako. Uniponye na adui zangu, nao wanaonifuatia. Umwangaze mtumishi wako kwa nuru ya uso wako. Uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Bwana, nisiaibishwe, maana nimekuita. Waibishwe wasio haki, wanyamaze kuzimuni. Midomo yao ya uongo iwe ubudu. Umeniona mwenye haki, maneno ya kiburi kwa majivunio na dharau. Semeni amen. Bwana na wabariki, awasaidie waliokuwa wamekuinukia na wakashindwa, waliokuwa wamekupangia vibaya na wakashindwa, waliokuwa wakinena kinyume na wakashindwa, na waliokuwa wamepanga uovu na wakasambaratika. Barabara zote za Nairobi na nikikamata mkuu wa anga wa kishetani na maroho yake, malaika wake na maajenti wake, kama barabara ya Jogoo, barabara ya Lusaka, barabara ya Lalpis, barabara ya Thika, barabara yote mpaka ya Utalii, barabara ya Kambudo, barabara ya Kiambu, Kikuyu hata Limuru, barabara ya Ngong na hata ya Lungai, barabara ya Mombasa zote na zikamata, barabara ya bypass zote southern na north na hata eastern zote na zikamata. Mkuu wa accident ambaye amekuwa akitamaraki, na ng'oa mipango yake yote na sambaratisha njia zake zote katika jina la Yesu Kristo. Maovu yanayotendwa usiku kwa watoto wetu, maovu yanayotendewa watoto wetu kwa mchana, yote naiondoa katika jina la Yesu Kristo. Na nikabidhi kanisa hili lako mikononi mwako Baba, ukaweza kuliongoza, ukashika doria, na hata viongozi wote wa kanisa hili ukawaongoza. Ninakamata maroho ya manyoka, maroho ya chura, maroho ya fisi, maroho ya nyani, maroho hata ya paka na maroho ya panya, zote nazikamata katika jina la Yesu Kristo. Maroho ya usengenyaji na usagaji, zote nazikamata katika jina la Yesu Kristo. Confusion, the spirit of confusion, I arrest you in the mighty name of Jesus Christ. The spirit of roundabout, the spirit of diversions, I arrest you in the mighty name of Jesus Christ. You snakes, cobras, and the pythons, I consume you with the Holy Ghost fire. Kutoka sasa kwenda mbele, watoto wa Mungu mmebarikiwa. Mungu amewafungua. Bwana ananiambia nikwambie, mtaona kanisa iliyo na utofauti mkubwa sana. Mtaona kanisa, na mjitayarishe, kwa sababu ameipandisha kwenye level nyingine. Muwe tayari watoto wangu, ndivyo Bwana asema. Mjitayarishe kwa mavazi ya kutembea kwenye masafa ya juu. Ameliinulia hili kanisa hadi kuu, na imepanda juu zaidi. Kanisa litakuwa kivutio cha watu katika dunia, na watu wengi Bwana ananionyesha kizima cha maji
Watu wanakuja kutoka mataifa, wanakuja kuchota maji hapa. Aniuliza, kutokea kizazi kitakachokuwa kinayalinda yale maji, kinalinda mahali pale maji yanatoka. Bwana wa Mungu wa mbinguni amewabariki. Maadui wote wamesambaratika, na roho ya kifo ambayo ilikuwa imerushwa hapa imeondolewa. Roho za umasikini zilizokuwa zimerushwa miongoni mwa watu wa hapa zimeondolewa. Baba ameachilia roho ya upendo wa ajabu, ameachilia malaika wa upendo, ameachilia malaika wa kuleta maendeleo. Hata chuma zote na vitu vyote vinahitajika katika kazi yake Baba ameziteremsha. Anasema msifadhaike, msing'ang'ane wala kulia. Yuko pamoja na mimi, yuko pamoja na sisi. Ananiambia, tazama uone malaika hivi walivyojaa kwenye nyumba hii, na wako tayari kubariki. Vifunguo, mashamba na kila kitu vimeteremshwa kwa ajili ya watumishi. Mikutano, Bwana ananiambia ameifungua mikutano ya nje. Torati za nchi watatangaza kuwa mikutano imefunguliwa, na kutoka sasa Baba wapatie kibali cha ajabu. Vitu vile vyote vilikuwa vimekwama, Baba ananiambia nikwambie, vimeanzishwa tena. Miradi yote ya kanisa imeanzishwa tena, na yeye mwenyewe ndiye atakayejipangia mipango yote. Amesema hivyo Bwana. Amina. Barikiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nashukuru Mungu na kwa ajili ya mtumishi wa Mungu kwa hilo neno ambalo ameliachilia kulingana na mapenzi ya Mungu. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki na azidi kukuinua. Kwa wakati huu nataka kualika praise and worship watuongoze kwenye sifa. Bwana asifiwe. Karibu sana Mr. Beatrice. Bwana Yesu atukuzwe. Praise the name of the Lord. Tuko sawa? Tuko sawa. Sichukue tu kitu kimoja ndio tuweze kwenda hiyo hatua nyingine. Hello? Naona kuna movement mingi zile sielewi. Bwana atukuzwe. Naomba tusimame. Jesus. Hallelujah.
Nasema kuna kitu sielewi. There is something going on. Kuna movements mingi. Hello? Nataka leo tufanye ile kitu, tubadilishe mambo kiasi, kwa sababu nataka tuanze na praise alafu tuingie kwa worship. Kuna mahali tulikuwa tunafundishwa ya kwamba that when praises goes high, the glory of God comes down, the power of God comes down, the praises of God comes down. So tunapomsifu Bwana tunashusha uwepo wa Bwana. Kwa hivyo Mungu atakuwa pamoja na sisi, na tunapomwabudu Bwana it's like tuna kuabudu. Sasa tukimwabudu Bwana itakuwa rahisi hata Mungu kuwa pamoja nasi na kuwa katikati yetu, na tumuelezee mambo yale tunataka ayajue na ayasikie. Kwa hivyo tutaanza na praise and then tumalizie na worship, tukiomba na Bwana atatutenda mema. Hallelujah. Hallelujah. Mambo pisha kwenda vigelegele kwa Yesu. It's
Asante Bwana,
Wacha tuiki pamoja. Hatuketi chini mama. Hapana. Tunamwabudu Mungu. Kubali kutoa sauti yako na ili tumwabudu Bwana. Bwana tugeje. Hata bila vyombo tutamwabudu Bwana. Unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza, unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha, pekee watosha, unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha, wewe pekee watosha, unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha, unatosha Bwana, unatosha unatosha Bwana, unatosha Bwana, unatosha. Mtakatifu Bwana, mtakatifu Bwana, mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu Bwana, mtakatifu Bwana, mtakatifu Bwana, mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu ndiwe, mtakatifu Bwana, mtakatifu Bwana, mtakatifu Bwana, mtakatifu, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza
We worship you, Lord. We glorify you, Lord. We adore you because there is none like you. You raise us up, O Lord, when things seem to be difficult, when things seem to be struggling out. You raise us up, O Lord. Thank you because you are glorious, you are miracle working God. What a mighty God we serve. What a wonderful God we serve. You are great, you are true. We exalt your name. You are the God that is oh God. Thank you because you have chosen us. Thank you because we have passion, Lord. You are Lord, praise. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, praise you. We adore you. We adore tunapopita kwenye vikombe la ule mauti pamoja nasi. Asante kwa sababu ya upendo wako kwenye maisha yetu. Asante kwa sababu ya utawala wako Bwana. Asante kwa sababu umekuwa mchungaji mwema wetu. Tunakupenda. Tunasema asante. It has changed the way we have to be. Thank you because you have given us strength. Thank you because you have given us power to stand all the praise. Asante kwa sababu tumehitanishwa kwa mpaka wa mbingu. Asante kwa sababu tumehitanishwa na wewe. Sisi wewe ni baba yetu. Tunasema ni asante. Haitawahi kuwa rahisi Bwana, ni kwa mkono wako pekee. Ndio maana tumesimama mbele yako tunasema asante. Tunashukuru jina lako tukisema unaweza. Your name is high in your name is high in hakuna jina jingine kama jina lako. Na jina lako Bwana ni ngome imara ambalo watu wako wamekimbilia na wanakosa. Tumekimbilia katika nyumba yako asubuhi ya siku ya leo tukawe salama. Tukafunguliwe na wewe Bwana. Tukawekwe huru na wewe Bwana. Tukaponye maisha yetu Bwana wa Bwana. We worship you. We give you praise, Lord. We give you the worship you. You Alpha and Omega, we worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega, we worship you. You are worthy to be praised. You are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, you are
Thank you, Jesus. You are good, you are great. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya hiyo sifa. Tunatumaini ya kwamba hizo sifa ambazo tumempa tayari ameshazipokea. Bwana asifiwe. Kwa wakati huu nataka kumwalika Pastor Dori aje kwa niaba ya hii hapo na neno na Mungu atamsaidia. Bwana asifiwe. Karibu sana Pastor Dori. Asifiwe tena. Nimeokoka, Yesu ni mwema, amenitenda mema. I am still saved. Bwana Yesu asifiwe. Umbali huu ni mkono wa Bwana, amenitenda mema na amenionekania. Bwana Yesu asifiwe. So this moment I am humbled before God for giving me His presence to stand before servants wake. Bwana Yesu asifiwe. Every time you are given, God helps you and enables you to speak before people. It's not because of how good you are. That is one thing you need to realize. Si kwa wema wako, si kwa ujuzi wako. Bwana Yesu asifiwe. Because God can crush your experience. God can crush that which you think you know. Bwana Yesu asifiwe. So every moment God allows you in His presence. Bwana Yesu asifiwe. It's such an honor. Praise Jesus. It is a privilege, it is an honor to be before God. Bwana Yesu asifiwe. Take a look at this. We are sinful as we are. Tumejawa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini He has never denied us the privilege of coming before His presence. Bwana Yesu asifiwe. Look at it. Mtu mwenye ako na ugonjwa inanuka sana. I was looking at mtu ako na gonorrhea. Someone with gonorrhea. Someone with gonorrhea ama this sexually transmitted diseases imefika mali, it's smelling so bad. Akikuja akayapa, all of us will go. Isn't that right? We won't stay. But we also have STD. Bwana Yesu asifiwe. That is sinful transmitted infection. Bwana Yesu asifiwe. But in spite of this, in spite of us smelling, praise Jesus, in spite of us being so filthy, we have a maker who every time you worship Him, He allows you into His presence. Bwana Yesu asifiwe. Let us not take, tukisema tumwabudu Bwana nini uwepo wake ushuke. Kuna uzito.
There is power when we say, let us worship God so that his presence may come down. There is power in that. And we really do need to understand the impact of what we say. Praise Jesus. Hallelujah. So I have two things I want to say. That being ya kwanzia, so I'm left with two. Praise Jesus. Let us give thanks. Everlasting and wonderful Jesus, we bless your name, we give you glory, we give you honor, we love you, and we recognize you, we acknowledge you, and we appreciate you, King Jesus. Thank you for this moment. Thank you, Abba Father, Jehovah Lord, even for this house. Thank you, Abba Father, King of all glory, for thy speaking unto us, King Jesus. Everlasting God, we pray, dear God, that may you continue sharpening us through thy word, Jehovah God. Abba Father, I pray, King Jesus, my Father and my God, that may your word penetrate deep into our souls, Jehovah God, deep into our spirits, Jehovah God, King of all glory, that your word may mold us into that which, Ebenezer, my Father, you purposed us to be, King Jesus, my Father and my God. May you transform us, Jehovah Lord, King of all glory, through your word, Jehovah God. May your word bring forth healing, Jehovah God. Not only physical healing, but also spiritual healing, Jehovah God. Abba Father, we are your children, Jehovah God. We have a hunger and a thirst, Jehovah God. Abba Father, we want more of you, King Jesus, my Father and my God. We desire to overflow of you, Jehovah Lord, King of all glory. Fill us in abundance, Jehovah, my Father and my God. For we shall never say, Abba Father, that we have had enough, King Jesus. Abba Father, for you are ever new, King Jesus. This moment I pray, take all the glory, Jesus. This moment I pray, King Jesus, my Father and my God. May you reign everlasting, Jesus. Abba Father, for you are good and you are amazing. We bless your name, and we give you glory. Abba Father, I also surrender myself unto you. I surrender my mind, my heart, my spirit, my soul unto you, King Jesus. And may you use me, Jehovah, my Father and my God. Abba Father, King of all glory, my Father and my God. Direct the utterances of my mouth, King Jesus, my Father and my God. May whatever I say, Jehovah Lord, King of all glory, bring glory unto you, King Jesus, my Father and my God. Use me as a vessel that I am, King Jesus, my Father and my God. I am not more than a vessel, King Jesus. And as a vessel, Abba Father, King of all glory, I pray that may you occupy me, Jesus, that you may speak through me for the glory and honor of thy name. I am humbled to be in your presence. We are all humbled to be in your presence, Jesus. We are honored to stand before thee, King of kings and Lord of lords. Receive honor, receive glory, for you are good and you are amazing. In your name, Christ Jesus, I pray, trusting and believing. So, praise Jesus. The first thing I'll say, there is this word which is in my heart. Praise Jesus. It's heavy. Bwana Yesu asifiwe. But that is the message that I have. Bwana Yesu asifiwe. I've tried to overlook it. You know, inafikanga time unasema it's just aka, by the way, it was ilikuwa yako, and that's the end of it. Praise Jesus. But early this morning as I was praying, God reminded me of that. Nimemwambia kuna time tulikuwa tunaomba. So I told God, speak to me. And God brought me back to what he told me. Bwana Yesu asifiwe. And I told him, if it is you, then help me, enable me. Praise Jesus. Truly, truly, tell me, youth ilipita kitambo sana. And for him to allow me to still be called and speak, I give him all the glory. Praise Jesus. So, here is what I have to say through the help of the Holy Spirit. And I pray that Mungu atatusaidia, we all understand. Bwana Yesu asifiwe. I am here to speak about a God of vengeance. Praise Jesus. That is what God, Mungu amenisaidia kumfahamu, like a God of vengeance. Bwana Yesu asifiwe. But not the kind of vengeance that we are thinking. Bwana Yesu asifiwe. Najua tunafikiria ni Mungu vengeance, sijui ni nini kwa Kiswahili. I know we are thinking ni the God of vengeance atakupigania kwa maadui wako. Bwana Yesu asifiwe. But that is not how God has revealed himself to me, as the God of vengeance. Bwana Yesu asifiwe. So this is how God has revealed himself to me, as the God of vengeance. God hates sin. Bwana Yesu asifiwe. And when we say he is the God of vengeance, he comes to fight our enemy. Bwana Yesu asifiwe. He always fights the enemy. He never fights a friend. And sin is his enemy. It is not his friend. Now this is a God of vengeance. Bwana Yesu asifiwe. He is merciful, yet he is a God of vengeance.
What am I trying to say? If we continue in our sinful nature, if we continue not hearkening to his voice, he is a God of vengeance. Praise Jesus. Ni Mungu ambaye anajua kuadhibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenifunza, he is that God. Most of the time nimemjua kama ni Mungu ambaye anatupigania maadui wetu, lakini asubuhi leo amenifunza anaweza kunipiga hata mimi nikiwa na dhambi. Maana dhambi ni adui. Na Mungu hupiga tu adui. Jina la Bwana litukuzwe. So if we continue in sin, if we continue lavishing and being happy in our sinful nature, this is what God is telling us. He is a God of vengeance. Bwana Yesu asifiwe. Anytime we take him for granted, anytime we take anything that is his for granted, this is what he's saying this morning. He is a God of vengeance. Bwana Yesu asifiwe. One thing about God, God forgives, but he must punish. Punishment is mandatory. He will forgive you. It doesn't matter how grievous that sin was. He will forgive you, but he must punish you. For he says that whatsoever you sow, you shall reap. Praise Jesus. There is no way you'll sow and utoroke mazao. God is not that way. When he said that every word that comes out of his mouth shall not return to him as venye ametuma. This is what he means. He is a God of vengeance. Bwana Yesu asifiwe. That is who he is. So in that thing that me as Doreen naendelea kufanya, in spite of him telling me not to, praise Jesus. In that sin that I don't want to get out of, Bwana Yesu asifiwe. Listen to the voice of God. Is it morning or afternoon? He is a God of vengeance. Praise Jesus. He is a God of vengeance. And he comes. We always say that Yesu yuwaja na ujira wake mkononi kumlipa kila mtu na matendo yake. He is a God of vengeance. And he's coming because he wants vengeance with his people. Praise Jesus. Because we have taken him for granted. Bwana Yesu asifiwe. We have taken him for granted. Praise Jesus. Not that I'm judging. It is not in my position to judge. Because I also am sinful myself. Bwana Yesu asifiwe. But one thing that keeps on popping in my mind, even today it may pop while I was there, it just keeps on coming and coming and coming again, is to ask, do we really mean whatever we do in the house of God? Tunamaanisha kile ambacho tunakifanya? Do we really mean it? At times, no. 90% is no. 10% is yes. Praise Jesus. Hallelujah. Unajua, we love hiding ourselves under the pretense of I have repented and that's all. We have taken God for granted a lot in that even repentance means nothing to us. I am repenting not because I have to. I am repenting because I have been told to repent. When did we lose our way as Christians? Praise Jesus. When did sin become? Ni lini dhambi imekuwa mazoea kwetu? In that ukifanya dhambi hausikii, I'm not comfortable. Now I can sin and I am still comfortable. Bwana Yesu asifiwe. And come to me nitakwambia safari ya mbinguni. Where are we going? We are going nowhere. Praise Jesus. Don't cheat yourself that by you kusema bila toba yenye uliongozwa na pastor, that is a ticket to heaven. That is a big lie. The Bible says that work out your salvation in fear and in trembling. Praise Jesus. So it is us to work out our salvation. I keep on saying this. Tuwache kuwa Wakristo wavivu. Let us refuse to be lazy Christians. We want everything to be done for us, yet we want God to crown us with a crown of glory. You have to work out your salvation. I have to work out my salvation. We have to stop taking God for granted.
The fact that hajanipunish leo because yesterday I did that does not mean he is comfortable with it. The fact that bado hujaona Mungu akikupunish kwa sababu ulifanya jambo fulani last month, that does not mean that God is happy with you. Bwana Yesu asifiwe. The fact that you sin and you still, if you are in a business, the fact that whatever your business is full of lies and haijaanguka bado, that is not a guarantee that God is happy with you. Praise Jesus. The fact that I sin and I am a praise and worshiper and I come and sing well, that is not a guarantee that God is happy with me. That is why God said that seek. The Bible says that He is a rewarder of those who diligently seek Him. If you diligently seek Him, that is when you will be able to know when you sin, when you have gone astray from your God. When you seek Him, He will return you. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yasema hivi, pale ambapo there is this servant of God, I think it's Isaiah or Ezekiel, who was in the presence of God. And the Bible says that when God revealed Himself, when he saw God, he recognized his sins. Praise Jesus. That is what the presence of God does. So when you see you're sinning and you're comfortable, the presence of God is not at all with you. Because whenever the presence of God is there, you realize it is the Holy of Holies. So in my sinful nature, I can never and I cannot approach Him. That is why when Moses saw the burning bush, and God akasema, this is me, that is why he went on his knees, because he realized this is the Holy of Holies. Praise Jesus. So when I'm in my sinful nature, if I continue doing sin and I'm comfortable, uwepo wa Mungu, usidanganywe na usidanganye, uwepo wa Mungu ulishakuondokea. Bwana Yesu asifiwe. When the presence of God leaves you, you will not know. It left Samson and he still woke up like he used to, full of strength and arrogantly. Wako wapi? Trust me, the presence of God will leave you and you'll still be arrogant enough. It is me. Who are you? Who are you in the presence of God? Bwana Yesu asifiwe. Let us desire the presence of God at all times to dwell in us. Not only on, unajua, we are so funny. We only want the presence of God during worship hours. Bwana Yesu asifiwe. When it comes to praise, when it comes to the word, when it comes to testimony, the presence of God is unaitupa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema tusiwe vuguvugu, He knows what He meant. Let me ask one question, really, just one. Do you understand what we say? Do I understand what I say? Because we really don't. I come here, tell you, don't do this and this. Yet me mwenyewe sija understand what. That is why you'll find me doing that which I told you not to. We preach water, yet take wine and wine, and not just wine. Highly concentrated wine. That is the one which you are taking. Praise Jesus. Hallelujah. Yet we want to see God. Hallelujah. Tufanye kile ambacho tastahili. Bwana Yesu asifiwe. Tusome maandiko katika kitabu cha Samueli wa pili 9. Samueli wa pili 9, 2 Samuel chapter 9. This is the story of the son of Jonathan. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wetu hatumjuangi. Jonathan had a son. And it reached a time when David akauliza, kuna mabaki in the house of Saul. Is there anyone remaining? Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that the remnant, this son of David, alikuwa na disability. Bwana Yesu asifiwe. But the scripture says that David took him, hakumtengenezea mahali kando akae. He brought him to his table, and on his table the Bible says that he ate and drank in the table of the king. Bwana Yesu asifiwe. What am I saying? You will only eat and drink in the table of the king. Bwana Yesu asifiwe. You'll only receive that blessing that you want. You'll only receive that anointing. We always want to tap high anointing. You'll tap that high anointing when you are still seated at the table of the king. Ukitoka katika meza ya mfalme,
You won't receive that which you will have received when you are there. Praise Jesus. There are privileges of staying in the presence of God. There are many privileges of staying in the presence of God. There are benefits of staying in the presence of God. But kwetu kukaa in the presence of God is a heavy thing. Tunaonanga it's a very big deal. It's a hard thing for me to do. Why? Because in the presence of God, He requires righteousness. He requires truthful. He requires humility. He requires many things. And me and myself, I am not ready to bow down and be humble. After all, I have many titles. After all, I'm Pastor Doreen. So who am I to humble? Hallelujah. Amen. I am not just only Doreen. I am Pastor Doreen. Who am I to humble? And at times, this thing about humbling, God has taught me that many a times is when we humble in the physical self, but in the spiritual self, we never humble. Praise Jesus. Utakuja nimenyenyekea mimi, but no, not me. Mimi is not nyenyekea because mimi is inside. But this thing is nyenyekea. Hallelujah. Tutamani uwepo wa Bwana. If tunatamani ufalme wa Mungu, uwepo wa Bwana tutamani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kutamani uwepo wa Mungu si kwa kumdhihaki Mungu. Neno la Bwana linasema Mungu hadhihakiwi. God is never mocked. Hallelujah. Who told you God is of your heritage? Who told you God is your ancestor? Praise Jesus. Unajua tumechukulia Mungu kama ancestor wetu or a great uncle who I can go to anytime I feel like and we talk anytime. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwepo wa Mungu. Penda uwepo wa Mungu. Wherever you are, love the presence of God. In the midst of many things, love the presence of God. Hallelujah. And by me saying love the presence of God, God will be with you. Sijamu guarantee that you'll always smile. Let me guarantee you, you'll cry a lot. Because one thing, salvation is never easy. Wokovu si rahisi kabisa. Ukijidanganya wokovu ni rahisi, you are on the wide road. The Bible says that the way to heaven is that narrow. So salvation is not easy. Salvation is hard. It's why you have to stand firm to keep yourself, because it's very slippery. You might fall. Kuna uchelezi mingi, it's somewhere you can sleep na uanguke. That is salvation. Bwana Yesu asifiwe. Lakini if you are saying salvation is easy, check yourself. Hebu angalia barabara unatembea, hadi mimi niangalie barabara natembea. Maybe I'm catwalking on the white ile barabara kubwa. That one of people going wherever they know they are going. And I'm here saying that we are going to heaven. Salvation is not easy. It is not easy. And if we know it is not easy, that is when we'll stop playing with salvation. We are playing around with salvation. Bwana Yesu asifiwe. I want God and I want God without God. See, that is who we are. We want God without God. What do I mean? I want God because God blesses. But I don't want God because He's holy. Bwana Yesu asifiwe. I want God because if I have God, He'll make me go so high. I'll soar on wings like eagle. I won't grow weary. Bwana Yesu asifiwe. But I don't want God because He's telling me the way you're going is bad. We want God without God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hii verse. God always reminds me of it anytime I'm here. Na tuchukulia manani. And Jesus said, and people were called, and there came some category of people who said that tumeachwa. Then Jesus said that I do not know you. Then they said we did this, we did that. We all have an account. Senor, we all have an account. Lord, I pay tithe. Lord, I sweep the church. Lord, I do this. Lord, I do that. Lord, I am this way. Lord, I am that way. We all have that. But this is what Jesus told them. I don't know you. Go away from me. It's so humiliating. It's very embarrassing. And look at it this way.
Ukiitwa mali marafiki zako, no, not my marafiki. If I happen to know someone popular, if I happen to know some celebrity, alafu I'm with my friend, nasemanga namjua, kujeni muone, come and see, I know this person. He or she is my friend, come and see. Then when you go there, this person anakuuliza, do I really know you? And you are with your friends. Do I really know you? How does that sound? Imagine umejigamba na marafiki zako, umewatoa mali, umewatoa, tunaenda kuona beshi yangu. Then you come to this friend na kujua, tulijuania wapi, tulionania wapi, hebu nikumbushe. Hakumbuki, hebu nikumbushe. That is why you are so humiliated that you forget where you met. Hadi wewe mwenyewe unasahau mlisahau. I think you knew when you were coming, but now unasema I think tulipatana. Meaning you don't even have the slightest clue if it is still the same person, if you are still thinking. You are not sure if it's still the same person. Maybe you met a twin. And you are, because of the embarrassment, you are now thinking. And that is why psychological umeenda nayo, you don't return with the same psyche. Sindio? That is human. You'll return to your house, you'll do everything. But here is God. Here is Jesus telling you that I don't know you. You won't return to earth and start mending your ways. You go to hell. Hell is real. You know that hell is real, but we do not believe. Believe me, hell is real. It is there. And it is waiting for you and I if we do not change. The way we say that heaven is waiting for you and I. Hell is also waiting for you and I. Hizo kuni zinawekwa hapo. Let me look at myself as a prospective wood for hell. Wacha nikijiangalia nione I am a prospective, inaitwa ni kuni ya kuongeza moto ya jehanamu. You yourself, you are also, wewe mwenyewe pia ni kuni. Bwana Yesu asifiwe. You are the one to determine, will you go and washa that kamoto? Will you continue? Utaenda uongeze nini plan? Ama are you seeking the kingdom of God? It is seeking the kingdom of God, not whatever we are doing. Bwana Yesu asifiwe. We are not seeking the kingdom of God. Actually, you are not seeking the kingdom of God. I am not seeking the kingdom of God. That is the naked truth. Because if we were really seeking the kingdom of God, there were some things which we will not do, but which we are doing and still being comfortable about. Kama kwa hakika tulikuwa tunatafuta ufalme huu wa Mungu. You know, desire. Yesterday I was talking to some person. Nikamwambia, in the Bible, I desire one person. I desire to be like only one person. I desire to be like Enoch. This man walipiga story na Mungu, akapiga story na Mungu, akapiga until akatoka, akaenda Mungu akamwambia bado umefika, you cannot go back to Enoch. I desire to have that friendship with God. Praise Jesus. That, you know what, he calls us his friends in the book of John chapter number 15. But are you really his friend? He has already called you his friend. But are you really willing to be his friend? Because when you have a friend, you are so mindful of whatever they feel. If you are my friend and nimekuambia mimi kwangu I don't do this and this, when you come to my house, you won't do what I don't. Seriously. It is the same way with Christ. Amekuita. He has called us his friends. And as his friend, he has made it possible for us to know what he likes and what he does not like. Praise Jesus. So is your friendship with Jesus genuine? Is my friendship with Jesus genuine? Bwana Yesu asifiwe. I repeat again. Uwepo wa Mungu si wa kuchezea. Uwepo wa Mungu si wa kuchezea kabisa. Ask Ananias and Sapphira. They played with it. Bwana Yesu asifiwe. And God may not kill you physically, but he will kill you spiritually. He will end you. Praise Jesus. He is a great and terrible God. That is who he is. He is so terrible. He is terrible in his blessing and he is also terrible in his punishment. That is who God is. He is a God of vengeance. That is who God is. He is a jealous God. That is who God is. He is holy. That is who he is. Tunakwamba tumekwama in one notion. Ni Mungu mponyaji. Ni Mungu anayebariki. I'm not opposing that.
Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo ukuwa mgonjwa, you come and seek this God muuponyaji akupone. He is also a holy God. Seek his holiness. Bwana Yesu asifiwe. He is a righteous God. Seek his righteousness at all time. Sasa Mungu akikuja kupata na nini akuchapa na kiboko moja ya iwe tusiende mbali headache. Hata si headache. For those of us, kucha yako imoja na inamoka completely. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ona hii uchungu, Mungu wewe ni mponyaji, najua Sindio? Uende kwa salon, uende uchomwe mibao kwa nyododo uchomeke hapo uende home na uchungu, Mungu najua utani. Yes, atakuponya tu hiyo kidonda yako. Bwana Yesu asifiwe. But he's also a holy God. He is also a pure God. How many are the times when we come to this God and God, I know you are holy. I want to be holy as you are. No. Why? Because I have shopping list. And my shopping list is not allowing me to say that God, I want to be more like you. Sindio? Niko na rent ya kuombea. Niko na nataka husband material. I want to drive a big car. God, I want a house. What more? God, I want a job promotion. What more do we pray for? Wacheni kunyamaza, this is your prayer list. Sindio? What more? So start saying your prayer list. Unajua manyangale kama umeshtuka like kai. Tuambiane ukweli. That is our prayer list. Sindio? Hadi kuna leo tumekuja hapa na prayer list. So we all have a prayer list. So wacheni kunyamaza if I'm speaking Greek. I'm not speaking Greek. I'm speaking what you and I do. Sindio? Our shopping list. Inakuwa very decorated alafu hapo juu umeandika hapo juu unaandika amen, sindio? For some of us. Na unajua kwa shopping ndio usisahau kuna partner kama groceries na supermarket. At least usisahau mchezo huko na huko. So kuna zile personal, unaandika hapo personal. Na kuna zile za communion zenye unaombea watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. We have that in our shopping. But it is so embarrassing that in our shopping list, we don't have God, I want God transform me, God, I want to be more like you. Ama hizo si zinapatikana kwa Mungu. Zinapatikana, si ndio? So let us change our prayer. Now it's very hard to stop carrying a prayer list. Moso when you're coming to God. Ama wakati unajua moso wakati tunaenda tunaita nini? Maombi. Prayer center. You take 1 week of writing a shopping list. That is what we do. So there, 1 whole week of writing a shopping list. And it is so beautiful. So day 1, tunananga na mioto. Day 1, you pray. You don't want even to see. Ukiona mtu na maji anakukera. Day 2, kausito kanaanza. Day 3, unaenda hivyo. Day 4, till unakuja unapata you are to fast for 7 days on a prayer center or a prayer mountain, but 4 days unajua kuna kuangalia kwa tunasema Lord, I'm in your presence so I can sleep. So unaenda kwa lazima kuwa na mahali pa kulala, sio? Some of us go sleep there and say that God, I'm still in your presence. Sio? Because the motive was not good. Bwana Yesu asifiwe. Whenever you see your strength going weak, remember, if his presence is with you, you won't grow weak. I won't grow weary. You won't grow weary. Kama uwepo wake uko pamoja na mimi. Lakini uwepo wake ukiniondokea, if Samson was alive ningewa direct kwake. He would have told when aliambiwa asiage maiti. And prior to that was not his business. His business was killing lions. And he's like, that's just my thing. Sindio? Hallelujah. We all have a thing. Sindio? But let us desire the presence of God. Hallelujah. Let us desire the presence of God. I repeat this kwa kusema, because this thing ilinijenga sana. This preacher alinijenga. Over the week, I think nimerudia this statement along very many times. But it's because of the impact he made.
That by you saying ombi la toba, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nisamehe dhambi zangu, niandike kwenye kitabu cha niandike kwenye kitabu cha uzima. We know that prayer. Sasa unajua what we believe is that immediately Mungu ana command angels. Where? Take a pen, write their name. No. There is no that command. You work out your salvation. Uliambia Mungu nimeitikia kuwa mkombozi wa maisha yangu. Sawa. Wacha tuone. Bwana Yesu asifiwe. Uliambia Mungu nitakutumikia. Okay. Unajua when I got saved. Oh God knows. Ni kama kwa mwana akiingia shule na kwamba so green. The same ukiokuwa na kwamba so green. Oh, Jesus knows I'm going to heaven. So ndio. Yani I don't want anything enye naona hii haipelekani na Mungu. Then 2 years down the line, God is already my friend. So I can do this and nikuja kwambie, hey, are you still there? Hello? Then niende, you know how we have a friend in our phone book. Mwenye kazi yako inakuwa kumwambia hello after 3 months. Hi, are you still there? Yes. Are you still good? Yes. After inakujanga, you don't know what to say next. You don't have anything to tell them. That inabaki. Kama ni siku naambia good night. Ama kama ni mchana naambia, "Aki nimeshikana sahi, tuongea baadaye." Baadaye is after 3 months. That is how our God is. Sio? No. After 3 months, after mashida zimekupiga, they go and you're like, "Hi God, I'm back." Sio? After he blesses you, you're like, "God, bye." You go. One day he'll tell you, "My daughter, my son, bye." Tabaki umekodoa macho. Hallelujah. And for you to avoid this, love the presence of God. Not only on Sunday, not your Sunday inakuanga for few hours. Is it 2 hours? It's 2 hours only that you're given for the presence of God. Love the presence of God from Sunday to Sunday, from morning to morning, from January to January. Isifike December useme hapa hivyo ni mali tunakulanga raha. Wacha nikule raha na patana na Yesu. January, most for the parents wakati kuna shida ya school fees. Sio? Shopping list number 1. You are not with him on December, you want him in January. He will disappoint you, he'll come in February. Praise Jesus. Hallelujah. That is him. So, tupende kwa Mungu. Hallelujah. Mungu akubariki Pastor Dolly. Viewers, wherever you are watching us all over the world, here is Synagogue Crusader for the Christ Ministry, Nairobi, Kenya. Continue liking our page and even sharing. We are CTV Kenya. And also remember to subscribe to our YouTube channel, that is CTV Kenya. For now, I want to invite Vice Chairman for the announcement. Welcome. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tumesikia pastor ametuambia mtafute Bwana maadamu anapatikana. Tusimtafute wakati tunataka, ni wakati tunatakikana na wakati hatutakikani. Wote tuwe mikononi na kwenye uso wa Bwana. Before the vengeance of the Lord strike us. Kisasi cha Bwana, hasira ya Bwana. Tuna matangazo siku hii ya leo. Matangazo tulio nayo kwanza ni utaratibu wa siku ya huduma. Masaa ya asubuhi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 2 tuna intercessory. Mahubiri kwa lugha ya Kizungu ni mahubiri kwa lugha ya Kiingereza ni kuanzia saa 2 hadi saa 3.
Alafu kisha tuna Bible study kwa lisaa limoja, saa 3 hadi saa 4. Tuna present worship saa 4 mpaka saa 5:30. Kisha tuna wakati mahususi kama huu wa matangazo. Alafu saa 5:45 mpaka saa 6 ni wakati wa huduma. Tunaendelea na huduma hadi saa 7. Nahimizwa wakati wote unapoamka kwa asubuhi, jaribu sana ufike kwa wakati unaostahili, manake wakati unaenda kazini wewe una haraki mbele ya Bwana. Tunasema Bwana asifiwe. Mungu anakuelewa. Tuna mpangilio wa juma nzima. Tuna shughuli za vijana siku ya Jumanne, hiyo ni kesha, na kuna kesha nyingine ambayo tunaita King's Night. Siku ya Jumatano ni siku ya wale wanaotaka kukutana na mtumishi wa Mungu Reverend ana kwa ana, ni siku ya Jumatano. Alhamisi ni siku ya kina mama. Tafadhali mnahimizwa mko mnafika mapema ili mmalize mapema, saa 4 hadi saa 6:45. Friday bila kusahau tuko na Kigosho Night. Huduma hii iko kwenye social media. Naomba watangazaji wa huduma kila mara watakapokuwa hapa tuweze kuzingatia kanuni za madhabahu. Wanaotufuata kwenye social media wanataka tuwaone ana kwa ana, na unaomba wewe unayetutazama mahala hapa, wakati yuko kwa YouTube ama kwa Facebook, tunakuomba ukaweze kushare link na marafiki zako na wengine, ili neno la Bwana likaweze kusambaa kote kote, wasiseme hawakujua, ni wewe tu ulijua. Tafadhali, tumeambiwa hapa the link, you subscribe, you like and share. Tukiendelea, nakaribishwa kwa ujenzi wa kanisa Synagogue CFC. Tuko na ujenzi na unaomba tafadhali sana tukaweze kusaidiana kujenga kanisa ya Bwana. Shilingi yako 5,000 ama chochote ambacho Mungu anaweza kuongoza, ukaweze kuchukua envelope. Na wale ambao wanatutazama kwenye social media, tuko na paybill number. Paybill number, till number ni 5139543. Till number 5139543. Ukifanya hivyo Mungu atakubariki sana. Na pia tunahimizwa ya kwamba kuna wale ambao wangependa kupata maombi online na pia washiriki. Utakapokuwa ukishare hiyo namba, tafadhali andika namba yako vizuri, ili tuna huduma ya ujumbe mfupi SMSs. Ukiwekwa mahala pale ukaweze kupata huduma hii, ni bure kabisa, haulipi chochote, imeshughulikiwa. Na kama hautaweza kutuma kwa till number, tuko na namba za simu za kanisa ambazo unaweza tumia. Tuko nazo namba 2, naomba nisome moja kwa moja. 0722 2395 55, 22 23 95 55. Nyingine ni 0729 52 7373. Na Mungu atakubariki. Mnatangaziwa ya kwamba last week, juma lililopita, the synagogue tulianza huduma ya nyumbani na tulikuwa pale Kayole, na bado huduma hii inaendelea kila Alhamisi
Alhamisi kuanzia saa 9. Tukifika mapema tunatoka mapema. Ni pale Kayole kwa dada Anita, Pastor Anita. Hiyo ni kila Alhamisi. Kila Alhamisi tutakuwa na huduma kama huo. Na katika kanisa letu juma lililopita tulikuwa na uchaguzi na tulikuwa na offices mbalimbali, na hizi ofisi ziliweza kupata wawakilishi. Ningeomba wote waliochaguliwa na kupatiwa wadhifa siku hiyo ya Jumapili last week wakaweze kusimama ili wakaweze kuonekana na washiriki. Tafadhali waweze kuinuka. Asanteni. Thank you so much. Thank you so much. Ningependa mchukue tu hatua mkuje hapa mbele ili washiriki waweze kuwaona. Washiriki tunawaomba ya kwamba tafadhali waliochaguliwa mje hapa mbele. Simame tu hapa ili washiriki waweze kuwaona. Washiriki na wanaotutazama wakiwa pale nyumbani, tungependa kushukuru Mungu. Ningependa kushukuru Mungu kwa sababu our services zina take a different level. Now we thank God for this, and we have pastors, assistant pastors, na also we have management team. Washiriki mtakapokuwa mkiwaona walio mbele, naomba mtazame upande ule mwingine ili mkaweze kuonekana. Mtakapokuwa mkiwa na jambo ama neno lolote, usihofu kumapproach yeyote unayeona mahala hapa. Tuko na pastors, mashemazi na hata management team wako mahala hapo. Chairman akiingia ninayemsaidia kwa wakati huu, tutaweza kumintroduce mbele yenu ili mkaweze kujua wanaowaongoza kwenye wadhifa ni akina nani. Asante sana, mnaweza keti. Thank you so much. Wakati wote tukikuwa mbele ya Bwana, tukumbuke kunyenyekea mbele zake na kukubali kuongozwa na yeye, maanake wakati wake ni huu na anakuja. Asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki. God bless you, Vice Chairman. Kwa wakati huu nataka niwaalike watoto waimbe wimbo, na atakapokuwa na kuimba wimbo, pastor atakuwa anajongea hapa kwa madhabahu. Karibu sana watoto. Sunday school.
Thank you.
Shangwe la milele kwa Yesu. Haleluya, makofi kwa watoto. Haleluya watoto, Mungu awabariki na amsidisie neema yake, awalinde na watumie sana. Bwana asifiwe. Kwa heshima nataka kumkaribisha mtumishi wa Mungu aje atupe neno ambalo Mungu ameliweka kwenye kinywa chake. Bwana asifiwe. Karibu sana our Reverend. Makofi anapokuja kwenye madhabahu. Hello. Yes. Hello. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Salimia mwenzako. Salimia mtu. Nani amekwambia uuze mtu? Kutoji. Nimekwambia salimia mwenzako. Mwenzako ni nani? Nikuulize swali. Utanijibu? Mzee simama. Wewe. Unajua unajifanyanga juu kuongea. Hiyo kichwa ni ya nani? Hiyo mwili ni ya nani? Hiyo mguu ni ya nani? Hiyo mdomo ni ya nani? Ni nani huyo anasema ni yangu? Ni wewe. Kwa sababu msalimie. Huyo ndio mwenzako. Si huyu mwingine. Mwenzako ni wewe. Huyo mwenye anasema ni mimi. Did you know that you are two? In your life you are two. Nani anajua hivyo? Nani anajua hivyo? In your life that you are two. Yeah? Ama you are one? You are two. That is why they say alale pema, lakini unakuta padri anasema tell you sokete. That's the difference. Kuna mchanga wewe na kuna wewe roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekataa. Mimi ninaongea. Sinaongea. Nitalipeleka kila siku. Mimi nimenishinda kabisa. Katia hivi. Poleni sana. Hii ni shida. Nimezoea hii. Sisi ni watu wa analog. Sema analog. Watu wangapi hapa ni wageni kabisa? You've never been to this church. Inua mkono wako juu. You've never to be in this church. This is your first day. Umesimama juu na miguu yako. Nimesema usimame na miguu yako. Inabidi muda kufikiria kama unawahi kuja hapa. It is your first day to be here. Good. Wata susi. Hata wewe. Thank you. You made me message. Thank you God. Wapigeni makofi. Karibuni sana. Maybe you will pick one woman and one lady. Well, one woman and one lady. Who is that woman and who is that lady? One who man. One who and a man. They come. Na mama mmoja kuja wewe. Yote kati ya nyinyi hapo ujichague mmoja. Chukua mmoja. Sema majina yako. Praise God. Praise God once more. Jackson Okoth. From Duro. I've just passed by to
serve with you in this church, but I serve at Buruburu, the Redeemed Gospel Church. But today I'm serving with you. What made you to come here today? And yet you have a church in Buruburu. What made me to come here today? Since I left school in March, I've never been in church. Mm-hmm. So I saw that let me go and serve elsewhere, to see how they preach, to see how they serve God, to see if there's a difference between where and where. Yes. Uh-huh. So I came here to see if You came to monitor. You are a spy. No, not monitoring. You came to spy. No, not monitoring, but in the service of God, we must Yes. know God in each and every sector. We must know how other people serve God. Is there a difference? Are you all serving God at a lot? Now, what difference have you seen? The difference that I've seen is that in this church, it's growing, and the church which I serve, it has already grown. Yeah. So the service in a growing church is very. Who told you this one is growing? No, That's why hatujakuwa. Go ahead. So I think I'll be blessed because I've already been blessed. I've already. Amen. Begin to me. It's a brilliant young man. So you come back. Now, after knowing that it is growing and knowing that the other one has grown, which one do you think will be coming? It's all very difficult to decide, but God will decide it for me. Okay, thank you. Put your hands together for him. Listen to me. Where are you from? Shika microphone vizuri. Kwa kama wewe kwa mdomo karibu na mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Eunice Mogora. Nimetoka kati ya watoto, nimekuja kushirikiana na nyinyi na Mungu anapanga. Ametoka baada ya watoto kuwa rais ametoka. Wapigeni makofi. Ukiona yeye unaona Uhuru wa Kenyatta. Wewe kuja. Wani mgeni pia sio? Hata wewe ni watoto. Simama tu hapa. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa majina naitwa Njeri. Kristo ni Bwana. Nimeokoka. Mimi sio mgeni. Mimi sio kutoka watoto, nitoka kitambo, niishi huku Nairobi, lakini wameongea ni sister yangu, nimemleta kwa pastor. Muongee mambo mawili matatu asikii vizuri. Asikii vizuri. Lakini akifika nilimwita pale akasikia. Okay. Lakini asikii. Jerry tunajuana naye siku nyingi sana. Tukiwa kanisa ilikuwa loko Rogere, tukiwa na Doris. Doris yako wapi? Doris ya mimi tena. Mzee, no Kenya. Isime dashika na loka kanisa. Atu wale mtumia. Wewe mtumia sio kete na mzuri. Ukiona mzee amefaulu kuleta mama kanisani. Na kuja mami ukamwona. Kalera kitikile nike mzuri, tulikia mimi kulia. Ewe kalera mtumia. Ale mtumia. Boy, msikie statement. Ona Cecilia kwa toka hivi. Cecilia, ndio toka nyuma wao. Nani muka toka hani nani. Mchezo hapo. Kutuletri. Oiga mudujuru mahita mashiriki. Na huko akinya katikasha. Bwana jaosho. Ndio Cecilia, bila demo kwa kusaliwa ndani. Bila kuchenjia mbele ndio wako wako ndivika. No ni todo wa mfako wa mundu wako. Ndio kugitokea Kenya. Asante. Cecilia ni wapi dikana? Wega kuna. Tukorona na leo. Kuna CFF. Tigasi CFF pele ndio. Pele ndio. Lakini ndio ndio kumenya na kumenya kwa CFF wewe. Wega. Ilikuwa jibwa.
kuigwa kuna kubiria wega Oyo twakoragwo nake na kũrĩa Eastland tũgĩtunyana mĩgũnda. Yes, good. Thank you. Habari zenu sasa? Tumebarikiwa, sema tumebarikiwa. Nina furaha tena kuwaona. I thank God for everything that is happening in this church. It is so wonderful. No, when God has fulfilled your prayers, or is making your prayers known, you become thankful for that. I was listening to a boy, and she was saying something, how we get saved and how we, when tunaambiaga Mungu, hello, anakuponya. Ati kuna siku naye atakwambia hello, nimeenda. Bwana Yesu asifiwe sana. So you better be cautious. Today it has been powerful since the morning. It is a day of thanksgiving. We have been going through serious difficulties. Serious difficulties as a church. As a community, we have been suffering. To be it. Tumegokwa vizuri. Sio kwa sababu tulitenda dhambi, lakini kuna Mungu kitu alikuwa anataka kutujaribu. How faithful can we be? I want to forgive everybody ambaye amekuwa changamoto kwa kanisa hili, ambaye kwa njia moja au nyingine amechangia kwa rumors, kupiga watu, kusengenya watu, kuongea watu, kuongea vibaya. More especially I want to forgive you Dirago. Simama Dirago. Umekuwa changamoto kwa kanisa hili sana. You are my best friend. Kama kuna mzee best friend for 30 years. 30 good years. Tukiwa vijana wadogo sana. Tumesimama na tumetembea na Dirago. Lakini Dirago umenigonga mpaka nimesikia sasa wacha niongee. Please wachie tu hapo. Sasa ceasefire. Nakuomba tu ndio ya mkono hiyo ceasefire. Tigana na maono mashitika kwa alia ndio nyingi. Tigana tumia kanisa, please. Na mimi tigana nani na shenasha kwa tigana na shi. Dahoda. Please dahoda. Denyi hetie kwa muduri ni dekana hayo. Na kwenye area tu. Ya wataje na kwa. Nego. Please. Asante sana. Ni kitu nilikuwa nimesema lazima nitaongea one day kwa sababu he's my friend and I wouldn't want to lose Dirago. Kama kuna mtu siwezi taka kupoteza ni huyo mzee. Lakini nilikuwa nimefika mahali mpaka nasema wacha sasa kiorato wika taratibu jenga Dirago lete. Unatoa Dirago leke wiki yote. No kesho kakali. Nikaenda nyumbani nikaomba Mungu akaniuliza. Mimi ndio nilete Dirago kwa mikono yako. Unamwambia aende wapi? Sasa hiyo Dirago. Ameapiga moto. Nikakumbushwa ka story moja, nilikumbushwa siku moja nilikuwa nahubiri. Kama mama mmoja ambaye alikuwa kwa kanisa. Huyu mama ni mama wa kanisa. Kama sasa tusemaje nikutumie kama example. Tumia Anita. Ndio mama hapa kanisa, ndio kila kitu. Pastor ni muombaji, ni mtu anafanya miracles everything. Mama huyu ndio mchochezi, akiona mama pale unajua pastor atako kagua mwenyewe alikuwa ni mtu. Na hiyo kasuti kwenye atulikia nako alikuwa. Sasa kumbe mlichaka pesa ya kununua chuma za kanisa. Pastor akapatana na Alice amefanikiwa ameusha kasaba, akaambia pastor hii pesa niliamua kukununulia kagari. Msee usiwe. Sasa kagari kamecoincide na chuma. Naona tunataka tujue kanisa, tujenge kanisa. Angalia amenunua gari. Sasa huyu pastor one day akaomba Mungu. Kwa sababu ilikuwa mess kanisa mzima, watu wanapigana, watu wanachukiana, watu wanaambiana, watu wanaidana. Pastor akaenda Katoroni kuomba Mungu. Akiwa Katoroni alitaka vitu ngapi? 2. Moja alitaka akue kama Yesu. Aliambia Yesu, I want to be like you. Ndio huyo alisema.
Na number 2, uniondolee hako kamama kako kanisani. Hallelujah. So the prayer was that remove that woman from the church. That was prayer number 2. Prayer number 1, I want to be like you, Jesus. You know what God did? He answered the prayers. He removed the woman. He made him like Jesus. Jesus, God himself told the man, or became silent. He answered the first prayer of him becoming like Jesus by refusing to answer prayer number 2. Hallelujah. I don't know whether you understand that. He made this man to be like Jesus. He answered the first prayer. Prayer number 1 was, can I be like you? I want to be like you, Jesus. So Jesus made sure he made this man become like him by refusing to answer prayer number 2. So he told this man, I'm not going to remove the woman, because this woman, you yourself, the church, you are being the pastor. You're the pastor of the church. Hallelujah. Your pastor what? The church. Who is your pastor? The man was asked, who is your pastor? Then he started saying, Bishop Harrison, I told him that is your spiritual father. I'm asking, who is your pastor? Hallelujah. Did you know that there's a difference between a spiritual father and your pastor? Your pastor is that one who keeps you on toes. Your pastor is that one who teaches you the word of God. Your pastor is that one who teaches you how to become humane. Your pastor is that one who teaches you how to become humanly, how to respect and obey and go before God. That is the role of your pastor. The role of your spiritual father is to cover you. Hallelujah. That's why every time and again you see me going visiting my daddy, Bishop Harrison Nana, for spiritual covering. But a pastor's role is to teach, to guide, to beat, to line you, to make you better. So a spiritual father is that, no, a pastor is that one who prunes, who removes those quacks, those things that grow in your body. And then this man was asked, who is your pastor? Then he said, my pastor is so and so. He was told, that's your spiritual father. I want to see your pastor. He said, then God told him, then that is, you must know from today, that woman is your pastor. Because had it not for that woman, I wouldn't kuja hapa Kataloni. Hallelujah. So, when you go to Kataloni, it's because of association. That is your pastor. Respect that pastor. Somebody has been my pastor. Because has become my spiritual father. Sawa? Wacha tupate pastor mwingine. Umekuwa mkali sana. Haya. My living today, his mercy is more. But then live your dream. The mercy of God is more. But then live your dream. Maureen, how are you? Bwana asifiwe. Kulema antu. Wote mantu. Na kuna mwingine Katweli. Wanasema ngolebobwega. Olebobwega ni bwega ama ni bobwega ama ni nini? Bwega muno. Mukisi ni yotodi. Wakili obia. Bia kwa endelete. Ezemna kiwate. Bia bali. Abamina bia bali. Abaraka. Wazi bia bali. Ketaka. Teo eso. Umepona? Umekuonga vizuri. Wacha kiherehere. Enda mlimani kwanza. Enda mlimani ndipo Mungu ananiambia nikwambie, enda mlimani. Vitabu yako si hivi mnafikiria, iko tu kiasi. Enda mlimani. Wameenda kwa makafara huko baharini. Na one is your good friend. Ni mwanamke. Very good friend of yours.
anakupigianga mpaka usiku saa 6. Amechangia pakubwa, anajifanya ameokoka, lakini anachenda kwa ushirikina, na wameshirikiana na watu wengine kukuangamiza. Umeelewa? Omba hiyo. In 2 weeks time utamuona ni nyoka fulani, ni mtu lakini ni nyoka fulani. Kazi yake imekuwa kwenda makanisa kiangusha. Naasha anaenda akiangusha kamoto hapo, kiwacho kanawaka, kanaenda. Ni rafiki yako sana. Mnashayaga vitu vingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia hapa kanisani ningetaka tu niwaambie, hii kanisa sio ile mlikuwa mnajua sasa. Kanisa ni change. Babu, kanisa imefanya nini? Imechange. Kabuju. Kanisa imefanya nini? Imechange. Huyu jamaa sasa si ule wa kawaida. Hiyo mchezo mlikuwa nayo hapa miki. Kwa sababu nilikupatia kifua hapo ulalie, umenizoea. Sasa imefika mahali imekuwa, that is my boyfriend. Hiyo ni boyfriend yako. Hata amesema atanioa. Sasa hiyo watu wanataka atanioa. Imagine siku nitakuwa tukitembea gari nikiwa bibi ya pasta. Wewe. Sauta mtu ba. Hiyo mchezo sitaki tena. Imefika mwisho. Msikia mama wa kanisa? Msikia? Na hiyo mambo imekuwa ikipigwa huko. Ya kubatisa, mtu akikuja hapa lazima abatiswe. Mami, ulibatiswa? Uliambiwa ujihadhari sana utabatiswa. Imagine mtu amekuja kwa shida, seriously injured in the heart. Alafu the same 3 days later unamuita kado, unakaa pale, unamwambia kwa hii kanisa unajua uko pastor wako kuna hiyo. Kwa hiyo maimati. Sasa huyu mtu alikuwa ametumwa kanisani akuje akombolewe, apate kuponya. Alikuona kwa TV na akaona hapa ndio solution yako iko. Alafu wewe umemwambia hapa toroka, hapa siku nzuri. Na wewe unamwambia hapa toroka, hapa siku nzuri. Wewe ndio unakaaga hapa. Hutokagi hapa kubaya, wewe hutokagi, lakini unataka wale wengine watoke. Hallelujah. You are not going, but you don't want other people to come. And that is when you come to realize you are in the right church. When you find those people are in your church, you are in the right church, because the Sadducees and the Pharisees, they never allowed people to come in. For them, they don't want to come in, but they don't want you also to come in. That's a Pharisee and a Sadducee. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So when I'm going to put a suggestion box, if somebody speaks to you, akwambie kitu kuhusu hapa, kuhusu mchungaji ama kuhusu mshirika wote hapa, apiga jina yake na kila kitu na venye amekwambia rusha hapo, nitavuka mimi peke yangu nitakuwa nikifukua. Hao watu kwa tukiwalete hapa tunawaanika, tunakuita wewe aliambia na wewe alisema, tunawaanika. Hakuna kuwafukuza. Hakuna hili nyumba ya Mungu, huwezi kukuza mtu kwa nyumba ya Mungu. Huwezi. Sasa unamleta hapo unamwambia wewe sema. Na wewe sema. Tuanze leo. Kwa sababu leo ndio nimetoa onyo. Tutaanza Sunday. Kwa sababu haiwezekani mtu amekuja hapo na mainjuries. 3 days later unamfeed another information, unamwambia toroka hapa. Lakini wewe unaachwa. Unaongojea mwingine akuje, toroka hapa. Wewe unaachwa. Mwingine anakuja, toroka hapa. Wewe unaachwa. Are you a devil ama wewe ni mtoto wa devil? Swali. Jaka. Unakwenda tena mwanako nje kwa kukwega, no kunikuliaga.
ni kuonyuaga ni kuikaraga no gashoboka bwa hukuma huko no gikukegeka uwekwa mata kuna ndio hukwa hiyo na kupromise utakufa na ndio nimekwambia church imechange utakufa utakuzika na ni kitu kwa contribute vile kitatu kwa ile yote endelea. Kuna wale watu walikuwa na Abia na nani na Tobias na nani na Sanballat. What happened to them? Mungu hata imagine Moses went and persuaded God, please don't. Mungu akasema Daudi tajirila ashore na mehereri asho 250 wapie watoke niachie hawa niachie hawa lazima tugie imeze. Be cautious now. I don't want to lose you. But if ukitembea na simama niongee ni kama nimesimama kwenye madhabahu. Jihadhari. Hiyo mdomo yako kuja. Sima. Kwenda huko nje nenia mambo yako huko lakini si hapa. Lete hapa ni kutafuta Mungu. Tafuta huko kwa janaa, enda kwa watu wa bangi, kwa makaka, enda mkafanye huko. Angalia mama kama huyu, anaitwa nani? Nyakuya kuja. Huyu mama amekuja just the other day. See the changes she has done here. We didn't look for him, she looked for us. Mungu alisimama hapa juu akuone vizuri. Huyu ndio administrator wa hii kanisa. Na kila department tuliona sasa imenyoroka. Sasa tunataka tuingie kwa ile department ya pale Yorosho. Na kazi ya huko chini. Kama vile nilikwambia nimekupatia. Ya huko chini. Weka yule mtu unataka. Mtu akikwambia tunajuana na pastor, mwambie aende kwa pastor. Be ruthless. Huyu wakorogo mtu mwenye muno. Tulikutana naye South, tunajuana na si jana over 20 years. South Africa, Johannesburg. Kule Johannesburg anachukuliwa kwa na motoke ya mapikipiki. Lakini amekuja kutembea na sisi na matope hapa. Alafu mnamwambia tabatizo. Huyo ni kazi ya moto toa. This is a sharpshooter. Anashikana wahisi wa magari kutoka London na kule kuingine. Sasa wale ni nani? Atakukuja kuweka kwa kabweba bagi na mwende na yeye. Tumeelewa mwingine wa itapo. Muno. Onyita wakati kama mimi sitawe kwa ujongekela abuti. Do your work as a police. Na usiogope hata kama tutabaki si watu wa pili kanisa lakini iende mbinguni better so. There's no need of having. Kuna haja nimekupatia madaraka yote. Ndio ndio yako patilie. Na ndio matumizi. Mwenye kameza wewe umeze. Kana niende. Hakuna haja tukue motive watu wengi tunaenda kwa shetani. Hakuna haja. Wacha twende mbinguni. Mothers of faith. Mothers of faith. Mnajua mothers of faith gari sinawajua? Up again. Mothers of faith. Sharidi. Unajua mothers of faith? Ama wanaitangwa aje faith? Hiyo group inaitangwa aje? Women of faith. Huyo women of faith hiyo group. I want to meet you. Mtafutie sitawaambia ndio tasema ngambia nataka kuwaona mkaninyamazia kwa sababu nyinyi ni mang'aa. Nyinyi ni mang'aa mtaki mkida hapo. Yate. Yate. Nataka kuwaona in the course of the week. Mtafute siku afternoon in the course of the week. Wednesday afternoon nyinyi yote. I want to talk to you. Sasa tuende tukistream. Na wewe Beatrice. Nataka ulist timu ya praise and worship. You have my mandate. Fire and higher. Don't usijaribu usinaiwa hata kidogo. Fire and higher. Release the bullets. Yeah, let them consume it. Ndio. Ndio tuende pio na mimi niende huko mlimani nilete maripoti kutoka mbinguni. Lakini nisikute Abiram na nisikute nani? Tobias. Mtamezwa. Mtafanya nini? Nitamezwa.
Na huko chini kwa workshop, if you don't have any job there, usikanyage huko. Hebu nje. Kama hauna kazi yako huko, if you are not a foodie, don't kanyaga huko. Na wewe utapatia na baji. Nikakuta mtu huko bila baji. Si sawa? Nikuruka kandidat. Si amia bala. Mtakubali ni waongee. Kabisa turogeke kabisa, ndio kanisa iende vizuri. Simeona kanisa imekaa vizuri sasa. Maridadi. Mnafurahia? That is good. Angalia mzee kama huyu ameletwa. Ameleta Cecilia. Mnataka kumwona mwenzako huko. Ndio hivyo. Ataleto. Karefika. Sasa. Unani kwa nini Cecilia? Haleluya. Cecilia horoshe ni mukijana. Mama yanyoreko. Jeremiah 29 verse 11. His mercy is more. Can somebody say his mercy is more? His mercy is more. He is a God that forgives, a God that loves. It doesn't matter who you are, what you are, the conditions that you live in does not value or matter to him. What it is, he values and has mercy for you. He will forgive you. He will come to your help. He will come to guide you because he got good plans for you. He got good plans, and the agenda that he has for your business is good. For your family is good. For your ministry, he has good plans. He has good plans for everything that you do on earth because he created you for that purpose. He created you so that you can enjoy his love. You can enjoy his care. This God loves you and he sees you as his own child. That is why he gave his only son, the son that he loved most, and he brought him to you so that you can be salvaged. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for you, declares the Lord. Plans for welfare, not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. This God, he has a good plan to heal your body. He has a good plan to heal your spirit. He has a good plan to heal your soul. He loves you. He cares. And he knows that name he gave you, he gave you a name of prosperity, a good welfare, good health, good spiritual being, and good worthy. You are worthy because you are a son of the King Most High. You are worthy because he has given you the mantle to live in a way that is very important. It is very special, very important for you to understand that he will never forsake you, nor will he leave you. The Bible says that it is not by power, it is not by force, it is not by any mighty, but by the Spirit of God we become victorious. By the Spirit of God we will win every battle. We will succeed in every move that we make. We will succeed in our endeavors. You are going to be healed in the name of Jesus. You are going to be healed in every aspect of your life. Your business is going to be healed. Your family is going to be healed. And even whatever you do, going to have the touch of the Lord. That is why he says that he will walk with you, even if you're walking in the valley or the shadow of the valley of death. He will not forget you. He will walk with you. He says, just worship me. Come closer to me. Live according to what I've instructed you. Live the way God I've told you. And I will make you a successful man. I will make you a victor. That enemies may come, powers may come, forces may come. But imagine one thing, that irrespective of the forces and the powers that will surround you, you are going still to become a winner. You are going to achieve that which many people have failed to achieve. Where they say you cannot make, you are going to make. Where they say you cannot achieve, you are going to achieve. Where they say you are not going to succeed, you are going to succeed because God is with you. God is there to protect you. He's there to give you a new lease of
life. He renews our covenants each and every one day. I was reading the book of Joshua 9, and sometimes I read through it. I sometimes thought of it that what was happening was wrong to the children of Israel, because the Gibeonites were able to come and deceive the children of Israel. And the children of Israel, including Joshua, were easily deceived by the Gibeonites. And they accepted the Gibeonites to get into them. But when you read deeper to understand the meaning of the Gibeonites, what they did, you discover the Gibeonites realized these are the children of God. These are most powerful people. These are children of the covenant. Let us find a way and go and join hands with them, live under their umbrella. They feared the Lord. They did not fear, they did not deceive because of weakness. They deceived because they knew the God of the Israel can never be defeated. Someone here, your God is never defeated. Your God will always be successful. Your God is the most powerful God. No matter how they attack you, no matter what they say about you, you are going to achieve. I'm telling you on this day that those people that have been hatching plans against you, they will come yet thinking they're deceiving you, but they will come to be subdued under you. When Joshua realized that these guys have deceived them, he told them, from today henceforth, you will become our slaves. You will work under us. That is what is going to happen. Those people who have been rising against you, you will subdue them to become your slaves. You will subdue them and make them that nothing that they'll be doing that will be dependent on them. This God keeps the promises. When Joshua and the Israel realized that they have been deceived, they didn't took it badly. But some people in the camp wanted to kill the Gibeonites because their agenda from day one was to eliminate the people from the Gibeon land, from the island, and all the 5 kingdoms that God had given to the children of Israel. But remember, there was one thing they remembered, that Gibeonite land and the Ai and Jericho, all this land was under the land of Canaan. It was the Canaanite land. And you remember the curse of the name Canaan. Canaan was cursed. Therefore, these people were living under a land that was under the curse of God. Therefore, when Joshua realized these are people who are living in the land that was cursed, meaning that this land was cursed for destruction, therefore, Joshua had mercy and said, no, we have to listen. Remember, we had a covenant. When they deceived us, they made sure there is a covenant between the Israelites and the Gibeonites that they will not kill them. And when they realized that, Joshua decided to stand his ground, knowing that these also are the children of God. And they said, we are not going to kill them, but we are going to subdue them. Live with us so that they can enjoy the mercy of God. They can enjoy the power of God. They can enjoy the peace of God. You forgive them. You forget about what they have done to you, but bring them closer so that they can see what they have seen. What Joshua realized is that these people had an agenda of the fear of the Lord. That is why they came deceiving, because they knew whatever the case, they are going to be killed. Whatever the case, they are going to be destroyed. So they knew we cannot wait here for destruction. Instead, they deceived and got into the children of God who had the blessing, for the blessing to cover them. Sometimes we hide under the umbrella of Jesus Christ. We are destined for destruction. When we were not saved, we were prepared for destruction. We were supposed to die. But Jesus came and died for us so that we can be resurrected. We can be forgiven. We deceived ourselves and got into the way of Jesus Christ. Now maybe you hid into Christianity because you had problems. Because you were sick, that is why you came to church. Because you are sick, that is why you came to pray. Because you had a problem, that is why you came to pray. You got saved because of a problem, not because of your happiness. Not because you are sitting pretty, not because you had peace, but because you didn't have peace. That is when you knew, then you ran to Jesus. So it was not a genuine motive that brought you to the kingdom of God, but
a hidden agenda. You wanted to deceive Jesus to heal you so that you can go back to where you are. But when you got into Jesus and Jesus healed you and you turned to Jesus, then Jesus held you, subdued you to serve in his kingdom. That is why we are serving in his kingdom. That is why you have been forgiven. That is why we are forgiven. That is why we are the children of God. We are the children of God because our intention in the first place, it was not to deceive because of our wickedness. We were deceiving because we knew the only place you can get the power of God is through Jesus. That is why, because we didn't have a reason to come to Jesus, we didn't have a genuine reason, because what we have been doing had been so wrong. We were thieves, we were prostitutes, we were murderers, we were killers, we were destroyers. So we did not deserve even to come before Jesus. We did not even deserve to come anywhere near God. But indeed, we deceived our way. We found our way because of the illness that was carrying us, or the problems, challenges that we were having. We went to Jesus, and Jesus admitted us. And when he admitted us, he told us, sit down here and I give you food. Sit down here, I give you coverage. Sit down here, I give you healing. Sit down here, I give you a blessing. We are being blessed, we are being anointed, we are being given the power of God because not of why we came to Jesus, but
Matter of the time before you succeed. Abraham was given a child when he was about 90 years. Some of us, when we are 25, we have started running up and down, going to the witch doctors, going for this implant, going to get children from the plantation, what they are doing. I don't know what they call it. What do they call it? For the one you take a seed from here, another seed from there, then you put in the tube. Then you wait for the child to come. You go and choose, I want this baby. I want this tall, black and beauty. We want this kind of a child. Those are immoral things that have emerged because of our misunderstanding to know the will of God. Your vision and your dream shall come to pass. Your vision will succeed. Whatever God planted in you is going to germinate. You are not going to die. You are going to become. You are not going to be destroyed. You are going to be strong. You are going to be built in a solid rock because you are powerful. You are not going to be that vagabond, that useless person, but you are going to become a child of God, a child that prospers, a child that succeeds, a child that wins every battle. You won all the battles for Moses. You won all battles for David. You won all battles for Joshua. You won every battle for the people who stood firm and worshipped God and sought counsel from God, and they were given a chance. God will win every battle for you. That is what God is telling me to tell you, that He has won. That the battle, that thing that has been disturbing you, He has won it for you. Oh God has won every battle. Anything that was an obstacle in your life, God has won it for you. You just wait for the perfect time and go pick it up. Then Israel realized that they have been deceived by the Gibeonites, by realizing they are actually 3 days away. Imagine, God will cause your eyes not to see. God will cause your eyes not even to realize that the enemy is a very small enemy, that your enemy is just a minute. But because these people had a fear for the Lord, God made sure that the Israel doesn't know that these people are 3 days walk away. Their country where they lived is just 3 days. It is just from here to Naivasha or here to Nakuru, and you reach where they are. But they were able to deceive the children of Israel to think that they come from very far. Oh my God. And they go to it. So for the sake of what is in your heart, for the sake of your heart, how you behave, how you live with the people, God will make sure the other people will not see you until you go there. They will not realize what you have planned until you reach there. This God is righteous. This God is faithful. This God is wonderful. He still kept the promise to the letter, that is Joshua. He kept the promise. Keep the promise with Jesus. Keep the promise with your God. Keep the promise with God, what God has instructed you. What God is telling you to do, keep the promise. Walk according to God. Walk according to the will of God. Don't forsake. Don't be forsaken. Don't do things that might lead you to get out of what God wants you to be. Just stand firm, because the war and the battles does not belong to you. They belong to Jesus. Jesus has won the battles. All what you are needed is to keep your heart straight. All what is needed is to keep your faith straight. Remain faithful to the cross. Remain faithful to the covenant that you made with Jesus. Remain righteous. Remain straight. Remain concrete. And you will stand once again. The Gibeonites were deceived due to fear of the lesson we learn here is that the Gibeonites deceived the children of Israel due to fear of the Lord. Not the fear of Israel, but the fear of the Lord. When you remain faithful, people will come from out there. They will think they are coming to deceive you, but it's because of the fear of the Lord. They will want to join you. In the morning, I told you the church will be big. People will come from all over the world. They will want to join you because you will be conquering one level after the other one. Not you who will be conquering, but God will be using you to just understand His will to the people. His will, even if the word, hata kama wataenda kwa waganga, hata kama wataenda kutafuta wachawi. Walienda na huko Ukambani kuchukua uchawi kwa sababu ya kanisa hii. Wameenda kwingine nasikia sasa wanaelekea Mombasa kwenda kuchukua. Endeni mchukue, mlete tu, utakauka. But I promise you, lazima tutakuona umekauka hapa. I'm telling you, the God we are worshiping is a God that wins
every battle. The men of Israel reminds us how selfish, how if you become a totally self-reliant, if you don't want to join hands with others, you become destructive. That is what the children of Israel are telling us. They refuse to rely on God. They refuse to rely with God to seek the counsel of God. But instead, they plan for themselves. Instead, they organize for themselves. When you plan, you start planning for yourself, you put yourself in a line of defeat. You will not win anything. You will not succeed anything. You will not achieve anything, because this fails or makes you to fail, makes you not to succeed, makes you not to succeed in anywhere. Because what you do have brought into your life is that you have refused and you have ignored the counsel of God, and instead you've chosen to walk in your path. When you walk in your path, you will walk in pure experience, an experience that will not make you succeed in everywhere or in anywhere. Joshua, after knowing his sin, he never wanted to sin more instead. When they realized, the children of Israel, when they realized that they had already sinned by not listening to God, what they did, they refused again to sin more by killing more. So when you realize umefanya makosa, don't do another makosa kujaribu kurectify. Just remain to God, go back to God and ask God, now that I have sinned, what can I do? Now that I have sinned, how could I do? How do I move forward? Or how should I do? It's because you need to go back to God when you realize you made the first mistake. Don't do another mistake. Don't try to justify what you did, but instead go back to God, seek God, tell God, this is what I've done. Forgive me, and because you have forgiven me, give me the way forward. Give me another chance. Give me another chance. Because our God is a God of many chances. He's a God of a second chance. He's a God that gives us another future. He's a God. If I was to die, I would have died long ago. But God had another chance for me. God had another opinion over my life. Many people around there wanted me to die. The judges wanted me to die. The police wanted to kill me. They gave 40 million over my head, and they wanted just to kill me. But God had another plan. They wanted to kill Drango, and Drango was just waiting for himself to be hanged. The machine had refused to work, and the president had refused, had kept long time before signing for people to be killed. The opinion of the judges, the opinion of prison officers, the opinion of the community, it was that Drango has to die, or already had to die. But God had another opinion, that we are going to live, that we are going to see another level, that there are people, there are souls waiting for this man to get saved, so that this soul can turn to Jesus. When I remember one day, the judge was reading his judgment, and he said, I condemn you to hanging, to death by hanging. It was at most something that I never expected. I least expected. Although I was going through the case of that required, or the case that had a judgment of hanging to death, for me, I never thought the judge will do it. And when I saw him writing and saying and breaking the pen after delivering the judgment, I said, I've condemned you to hanging, to death by hanging. And then when they took me to the machine refused. The people will condemn you. The people will say, yes, you are supposed to die. The people will write and break the pens because they have finished. They will say, it is finished. Yes, say hallelujah and thank God because it is finished. For them, it is the end. But that is where God starts with you. That is where you begin with God. That is where God now starts working with you. There, I started preparing myself to meet my Maker. But still, my Maker told me, yes, I was waiting for this moment. You surrendered to me fully. Because then I was a king. I was a very powerful person. I was driven a convoy of more than 12 cars. When they came to arrest me, they had to come with about 100 cars and up there 2 choppers to make sure I don't disappear. When they took me to committee, they will clear the road from Ngong to committee maximum prison for only 10 minutes. A journey of about 2 hours, I will use only 10 minutes to the maximum prison.
where I will be locked under the guard of different police officers. GSUs, they will come and guard where I was because they thought still I can evaporate. Meaning that for them, I was a condemned vessel, but for God, I was a vessel that was being prepared to come and preach the word of God. I was a vessel that was being created to come and say, indeed, there is God in heaven. I want to tell you, whatever you are going through, whatever the circumstance you are going through, there is a God in heaven. There is a God that is keeping watch on you. There is a God that wants to see you prosper because He got good plans for you. Plans not to destroy you, but plans to prosper you. Plans not to bring you down, but plans to lift you up. Plans to change your life. Plans to circumvent and make things work for you. Joshua, he knew that he had made a covenant with these people, and there is nothing he could do. So he made with them, walked with them, and he refused to hear from people that let's kill them. Instead, he listened to God and he knew God was final. From today, I want you to make this covenant with your God and make sure that God is final. But don't make a mistake by trying to cover a mistake. Just be righteous. If you have committed, if you have done anything, just go back to God. Tell God that now that I've done this, what can I do? God will help you. God loves you. That is why He gave you a son in the name of Jesus to come and take away your sins, to come and take away your diseases, to come and take away your poverty, to come and take away your iniquities. That is why He called. That is why He came. That is why He sent His own son. It is the only son that He had that He sacrificed because of your sin. That is why He loves you. That is why He cares for you. That is why He needs you. May God bless you. May God see you through. If God loves you, rise up on your 2 feet as we cheer up Jesus Christ, as we put our hands together for Jesus Christ, and say, indeed, our Jesus is faithful, our Jesus is caring, our Jesus is so powerful. May you let us thank Jesus for this wonderful moment. Lord Jesus, we thank you. We give you glory and we give you honor. You are special because of this wonderful moment that you've given us. We love you and we care. We need you, Father, more and more and more. In every aspect of our life, we need you. Guide us from today. Hold our hands. Teach us your word. Teach us your discipline. In Jesus' name. Somebody to hold your sacrifice or your time. Just hold it. Hold it in your hand. Shika sadaka zako na zaka zako kwa mkono wako. And if you are sick, you want a prayer, come here. Kuja hapa mbele, ashes, guide them. Somebody to help me here. Somebody here. Nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota mbulu na vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako. Nikuimbie jinsi wewe jinsi na pote duniani, pekee
weza macho sana, upepo nao Hallelujah. I want to bless. I don't know what the number is here, but I expect it's good before. I want to bless some people. There are people who are reading the word of God, and they want that massive hand of God to be with them. We've had, because of these people realizing that and having a fear of the Lord, they had a fear of the Lord. They knew this Lord cannot be defeated. This Lord of the Israel cannot win the battle against them. There are people who have been threatened. There are people, their business have been threatened. People are planning or people are rising against them. I want to put a covenant. It is the covenant between God and the Gibeonites that saved the Gibeonites. I want you to make a covenant with Jesus Christ by raising an altar, a sacrifice that will make a covenant between you and your business and your family and whatever you do, that will give you some sense of security, comfort, from protection. Just come and pick this from the altar because this is an angelic altar covenant. Take it from you. There is an anointing associated with that. Bring it on Sunday. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo. Let me tell you the secret about this envelope for those who are fit. I've closed that chapter. There is a special gift that God has released for you.
When the Gibeonites realized they were living in a cursed land, they went to seek the umbrella of the blessed people to undo the curses in their family. The sacrifice that you're about to make, or the sacrifice that you make on Sunday, will change the way your life has been, will change your business, will change your family. That thing that you've always wanted to do and you've never done, you will do it, it will be done without you knowing. Praise be the name of God. The enemies that have been rising against you, even the ulcers or the heartburn in you, has gone in the mighty name of Jesus Christ. Because this God is faithful. Hallelujah. Move closer, move closer. So that secret of that envelope, just keep that promise with God. When Joshua maintained and made sure that the promise they had with the Gibeonites was not broken. God is never going to break your covenant with you. God is going to sustain you. God is going to lift you up. God is going to make it happen. Father, in the mighty name of Jesus, I know. Let's go on. Whatever you are doing, you should have removed this. This is my song, my Savior Lord to thee. How great thou art, how great thou art. This is my song, my Savior Lord to thee. How great thou art, how great thou art, and sing my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my song, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Nionapo amani kama swali, nionapo shida, kwa mambo yote amenitulisha, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama swali, au nionapo shida,
kwa mambo yote amenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Sema salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Sema salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Sema salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Sema salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo Baada hiyo niko kwenye kitabu ya Qur'ani leo Dako. Baka kuandika kitabu ya Qur'ani. Na kilo madina. Niki mambo ndio kwa hiyo. Ako ile kwa hiyo. Ako la hiyo. Nagekira ngevuga kila kile kile mwani roita baya moka nuka dunia nigala wakati nigala zakari baba katika jina la Yesu na wewe ndio kwa na wewe sote ndio kwa sababu ya Yesu Kristo ndio. Yes. Bila. Risaidia. Toa yote. Yes. Fungua yeye, wewe ndio umemfunga. Fungua yeye. Fungua yeye. Mfungue yako. Wewe ndio ulimufuka. Peleka kwa hawa watu. Yes. Uomba kina magoro.
Sema. Maroho ya nyanya. Maroho ya nyanya. Toka kwanza. Toka sasa. Toka. 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 Fungua yeye, hujafungua, mfungue. Leo mnaenda kwa nani? Kuja. Ni watumishi wa Mungu. Unaenda kwa mtu anajifanya ni mtumishi wa Mungu alimgawa. Yes, fungua. Sema lugha tunasikia. Kuja hapa. Unampa juu. Shika kitovu chako. Mkono wa kulia. Father, in the mighty name of Jesus Christ. Wana wa Israeli walipozaliwa walikatwa kitovu na wanapakwa chumvi ndio watenganishwe na mambo ya zamani. Ninakata kitovu hiki. The mighty name of Jesus Christ. Come out! Come out! Wachawi wote toka. Waganga toka. Every demonic power that is speaking in your life. Out! Fungua yeye. Fungua mpaka kiuno. Anguka hiyo mapepo, anguka wachawi, waganga wote waanguke, manabii wa uongo waanguke, manabii wa uongo na mishumaa wote waanguke, waporomoke. In the mighty name of Jesus. Sema Bwana Yesu, nibariki kazi yangu, bariki kazi yangu, bariki kazi yangu. Sema Bwana Yesu, nibariki kazi yangu, niondoe kwenye mikono ya waganga wanaojifanya wako Mungu, niondoe kwenye vinywa vya waganga vinavyojifanya watu wa Mungu. Kutoka sasa, Mungu niko tayari kukutumikia. The mighty name. Yes. We serve. Nani amewambia kutoka hapa? Rudi hapa. Kuja hapa nyinyi wawili. Unaenda kwa watu mapolino, unadhibitiwa mavitabaza leo, unakoroho, wewe bawa chako kukaibiwa, huyu akafukwa. Unatimenda kutoka. Which God are you looking for? Wewe ulikuwa nabii, angalia sasa maisha yako hivi. Rudi hapa. Kichwa chako niambie kinasikia. Kwa hivyo nasikia umepona. Fanya hivi, fanya ile kitu kama ungefanya. Hata nikienda nyodo. Na hao ndio kuhahoka. Bahahodo kimurudia kuhahodia. Wewe kwa hiyo kihahoka. Kaogo. Hahoka nila. Powder, you kingdom of devil. There is power, wonder-working power in the precious blood.
Simama hapo. Ngoja kidogo. Simama. Sikiza hapo. Imeisha? Simama. Ngoja kidogo. Unasikiaje sasa? Tako unataka kitu? Eka unataka kitu ndio. Wewe sawa? Kabisa tako huko. Magoro kama hiyo. Nani anakuja? Mguu yako ilikuwa baridi. Kama hiyo. Kama hiyo. Ulikuwa wapi mwanzo? Ndio. Nasikia vile. Ndio maana. Ndio. Mama ndio. Tutatoka kwa hiyo kwanza. Brother, kamera kau huko. Yes. Kuja hapa. Kuja. Ukawe.
Kama kadimo. Kami pera kwa mameiba. Neno. Ulicheza kama wewe. Gagi matanyari. Wow, sana. Huyu anaangalia kama deni, huyu anaangalia kama mama. Sio? Na kasika kama deni angalia. Haraka ananibeba na kuja. Hebu tununulie na kutoka sukari. Leo mtakuwa sukari yetu kamia kabisa. Tutakuja leo. Leo tununulie na kutoka kama tunaona. Hili tabia mbaya. Sasa mpaka huyu mama mnunulie taratibu lete mama hapa kanisani. Sawa? Mama, naongea na mama. Semeni shame on me. Shame on us. Tumeona tumeona mtu anasema kwa pamoja. Unasikia tuke waalu na uitishe ile kitu unataka kutoka kwa Mungu. Nikuje nikuwa tabasamu. Uitishe ukiangalia sadaka unaendelea uitishe zikuje double. Everything that you want will come double. Yes, good. Double. Sema double. Sema double. Sema double. Yes, inakuja. Double. Yeah. Nataka watoto wawili kwa mpigo na mkono juu. Mwenye hana mtoto, nani hana mtoto kwa hiyo? Nani hana mtoto na anataka mtoto? Kuja. Kuja hapa. Sio? Leo kuna mtoto. Kuja hapa. Kama wawili double. Leta mkono mmoja. Double ndio hiyo. Pokea. Piga makofi Yesu. Yes. Wachukue. Yeah. You got them.
Semeni dabu. Okota hii alisi hapa. Okota hii kabla hajaenda kikapu ya kanisa. Na ikienda kwa kikapu ya kanisa haifiki. Mami okota hii. Mzee wote. Sasa kubakia. Okota. Usihesabu. Ukikubali ya kuchukue ataanza kukubakia. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya zaka na sadaka zote ambazo zimetolewa. Asante kwa ibada ambayo umetupatia siku ya leo. Mafundisho mazuri kutoka mwanzo, kutoka asubuhi wakati tulikuwa na Pastor Jenga, tukakuwa na Guri, tukakuwa na Hans, tukakuwa na Nick na wengine wote ambao wamehusika katika ibada za leo. Wekaji wote Baba ukawabariki. Wote ambao ni chairman na chairman wote, viongozi wote wa kanisa wakumbuke Baba kwa njia za kipekee. Wainulie, wacha wiki hii wakirudi Sunday wakuje waseme ushuhuda wa ukuu. Wote ambao wamefanywa Baba, wacha wakasimame wakaseme hivi ya Mungu. Wewe ndiye Mungu uliyewaokoa wale wa Gideoni katika mikono wa Israeli na wakaweza kuwasaidia na kuwafanya wakakuwa wamoja katika kopo yako. Tusaidie Baba, nikusamehe. Tumeongea labda tumefasirisha, kuna jambo tulilofanya zaidi kufurahisha. Naomba msamaha, naomba kubariki, naomba kila mama, kila baba, kila mtoto na kila mama, msichana na mvulana wote walio katika nyumba hii na wale ambao wanatutazama, ukaweza kuwabariki. Kama huko mahali hapa ungetaka kuokoka, nataka uinue mkono wako. Na kama huko kule nyumbani unatazama ungetaka kuokoka, inua tu mkono wako na uingie nyuma yako. If you are here, you want to receive Jesus once more. Kuna mtu alikuwa hapa angetaka kumpokea Yesu. You are here, don't mind whether you will last so long, but you feel that you need Jesus once again. Lift up your hand. For those who are at home, just lift up your hand and say, Lord Jesus, I come before you. I seek forgiveness of my sins. Cleanse me with the blood of Jesus. Guide me, protect me. Let me become one of your children in the kingdom. Say amen. If you are facing that prayer, then you are saved. Go to the nearby church if you are far from Nairobi, and then nearby church that is a Bible teaching church, not any other church. The Bible teaching church. So if you are in Nairobi, we are based at the City Stadium roundabout near Mutulu. Come there, our number is running on the screen. You can call that number. We are also on Facebook and on YouTube. You can contact us. Come join us every day from Monday to Sunday. We are in this arena of liberty. God bless you. God guide you. God prosper you. Amen. Amen.